zake, lakini vitu vyote vibutupu na kufunuliwa machoni pake yeye aliye na mambo yetu. Amina. Pigia Yesu makofi mengi mengi. Kwa neno la Mungu ni upanga, neno la Mungu li hai, neno la Mungu lina nguvu, lina uwezo wa kuzigawa nini nafsi, lakini anasema mbele zake viumbe vyote vi utupu. Utupu manake hakuna kitu ambacho kitajificha kisionekana mbele ya neno la Mungu. Haijalishi kilijificha giza, kitakuwa wazi, sababu neno huwa linafunua. Hata kama utakuwa na kitu cha kwako unasema hiki hakuna mtu anayejua, lakini ukiwa na neno la Mungu utajua. Kwa kuna mambo mengi ambayo tunapitia. Wengine wameenda kwa waganga, wengine wameenda kuuliza kwa wataalamu na imeshindikana. Wengine wameenda hospitalini, vitu havionekane. Sasa jibu liko hapa kwenye neno. Neno linafunua. Bwana Yesu asifiwe. Neno linamweka wazi nani? Adui. Lilimsaidia Petro wakati wale watu wanamtembelea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu kamwambia hao watu wako mbele zako, hao wanakuja kwako, ni watu wema, wala sio wabaya, wapokee, wameleta ujumbe. Kwa nini? Alikubali lile neno. Haleluya. Kuna mtu ananielewa? Neno la Mungu yaani linaweka vitu vyote wazi. Alafu hilo neno ndio limebeba mambo yetu. Mwambie mzee, limebeba mambo yangu ya uzima, ya utajirishi. Watu wengi wanafikiri labda wakiwa wanafanya kazi sana na pesa, tunaweza kukupa pesa leo lakini sikusaidii. Si wengi mimi nimeona watu wamesaidiwa milioni 10, milioni 200, lakini pesa ni kashaku zote. Hana kitu. Kwa nini? Hana neno la maarifa ndani. Ndio maana katika Hosea anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kosa ni neno. Ili uwe na maarifa ni neno. Ili Mungu akusaidia kwenda hatua nyingine, unahitaji neno. Halo. Na ndio maana wazee wengine kabla hawajaondoka wanakaa na watoto wao, wanawapa usia. Hawawapi tu, wanawapa maneno. Hapa nilifikia hapa mpaka huko hapa. Kuna wengine wamezaliwa wajua hata mipaka ya baba zao. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie ujue. Neno la Mungu linatuweka basi, linatuweka